Hello, Bwana Yesu asifiwe. Natumaini uko vizuri na neema ya Mungu inazidi kukufunika na kukustiri. Ni mimi naitwa Steven Hans Mwetebele, ni mtumishi wa Mungu kutokea kanisa la Tanzania Assemblies of God Rejoice Worship Center lililoko hapa Kimara Stopover, chini ya mtumishi wa Mungu na mbeba maono wa huduma hii, mwinjilisti na mchungaji Tumaini Chanjarika. Niko mbele yako leo, kuna mambo natamani tushirikishane kwa ajili ya ufalme wa Mungu na kwa ajili ya kusudi. Vipindi hivi ni kwa ajili yako. Kila wakati tunapopata nafasi ya kuvirusha, unaweza ukavifuatilia kwenye channel yetu ya Rejoice Worship Center kila siku kupata mafundisho haya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa leo nina somo fulani zuri linalosema ya kwamba kwa nini hupaswi kufia dhambini. Kwa nini hupaswi kufia dhambini? Unaweza ukajiuliza dhambi ni nini na naweza nikatambuaje kwamba kuna dhambi na kwa nini sipaswi kufia dhambini? Nataka niongee kitu kimoja na wewe mtu wa Mungu unayenisikiliza mahali hapa. Dhambi ni nini? Biblia inazungumza katika Yohana wa kwanza 3:6 kwamba dhambi ni uasi. Afanyaye dhambi hufanya uasi kwa sababu dhambi ni uasi. Dhambi inazaliwa kutokana na sheria, yale ambayo Mungu ameyakataza wanadamu wasifanye. Pale ambapo wanadamu wanapoingia kuyatenda yale mambo ambayo Mungu amewakataza wasiyafanye, ndipo inapozaliwa kanuni inaitwa dhambi. Maana huyu mtu amefanya isivyo. Dhambi ilianzia wapi? Dhambi ilianzia Eden, ambapo pale Mungu alipokuwa amemuumba mwanadamu akaviweka vitu vyote chini ya utawala wa mwanadamu. Ukisoma Biblia katika Mwanzo 1:26, Mungu anasema katika neno lake ya kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale vitu vyote vilivyoko duniani. Mungu akamleta mwanadamu ili aweze kutawala duniani. Lakini kwa sababu nyoka alikuwa ni mwelevu kuliko wanyama wote wa mwituni, aligundua kuna sheria ambayo Mungu alimpa mwanadamu ya kwamba asifanye. Ile sheria ambayo Mungu alikuwa amempa mwanadamu ya kwamba usile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kitendo cha mwanadamu kula yale matunda alikuwa amekwisha kutokumtii Mungu. Na kwa sababu alikwisha kutokumtii Mungu, mshahara wa dhambi ni mauti. Ndipo tunapoona kwamba dhambi ilifungulia mlango wa mauti. Dhambi ilifungulia mlango wa magonjwa. Dhambi ilifungulia mlango wa umaskini. Ndipo tunapoanza kuona watu wanauana. Ndipo tunapoanza kuona watu wanakuwa na uchu wa kupata vitu fulani. Ndipo tunapoanza kuona watu wanaacha kuthamini watu wenzao, wanaanza kuthamini vitu. Ndipo tunapoanza kuona kwamba watu wanaingia katika hali mbaya na hali ya kuharibikiwa. Lakini Mungu wetu, kwa sababu ni mwingi wa rehema, kwa sababu ni mwingi wa upendo, kwa sababu ni mwingi wa fadhili, kwa sababu amejaa huruma, fadhili zake haziishi, hakuona haja kutulipa kwa sawasawa na matendo yetu, bali alikubali kulipa fidia kwa kumtoa mwanawe pekee ambaye anaitwa Yesu Kristo, ili huyo Yesu Kristo akija duniani afe kwa ajili ya dhambi za watu wote. Akisha kufa kwa ajili ya dhambi za watu wote, wote wanaomwamini wapate uzima, wapate amani, wapate utoshelevu, wapate utulivu, wapate kukubalika na kupata kuingia katika utawala na kuingia katika raha ya Mwokozi wao. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hiyo ni Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na kusoma katika Wakorintho wa 2:5-21 inasema yeye asiyejua dhambi Mungu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki yake. Maana yake nini? Kwa kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, dhambi zetu zinafutwa, maovu yetu yanaondolewa, uharibifu wetu ambao tulikuwa tumefanya unafutwa mbele za Mungu, na tunaingizwa rahani mwake kupitia kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sasa pamoja na hayo, watu wengi wamekuwa wakifia dhambini. Ninapomaanisha watu wengi wamekuwa wakifia dhambini, ninamaanisha dhambi kubwa ni kutokumwamini Yesu Kristo. Watu hawaendi jehanamu kwa sababu ya dhambi zao. Watu wanaenda jehanamu kwa sababu suluhisho la dhambi zao limekuja na wamelikataa. Yesu alikuwa anamwambia Nicodemus, anasema ya kwamba watu wengi nuru imewajilia, lakini wameikataa hiyo nuru. Kwa nini? Kwa sababu matendo yao yalikuwa ni mabaya. Sasa hautakiwi uwepo wewe miongoni mwa watu watakaofia dhambini. Unaweza ukajihakikishia kuwa na uzima wa milele kwa kumwamini Yesu Kristo ukiwa hapa duniani. Kwa nini hautakiwi kufia dhambini? Jambo la kwanza, kwa nini hutakiwi kufia dhambini? Kwa sababu aliyekufa kwa ajili ya dhambi zako tayari ameshatokea.
aliyekubeba dhambi zako, aliyekufa kwa ajili ya dhambi zako tayari yupo, ambaye anaweza kukusemea. Biblia inazungumza wazi katika Wakorintho wa 5:21 ya kwamba yeye asiyejua dhambi alifanyika kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu, ili sisi tuhesabiwe haki bure kwa kumpokea Yesu Kristo. Mungu ana shida na dhambi zako. Mungu ana shida sana pale ambapo umekubali kuzingangania dhambi zako na kuikataa kazi ya msalaba itende kazi kwenye maisha yako. Mungu ndiye anapokuwa na shida. Kwa tayari dhambi zako zilishasuluhishwa. Ndio maana hutakiwi kufia dhambi zako. Unahitaji tu kumwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ayaongoze maisha yako, atakupa nafasi ya ushindi wa maisha dhidi ya dhambi. Jambo la pili, kwa nini upaswi kufia dhambini? Kwa sababu hata waliofia dhambini hawatamani wewe ufie huko dhambini. Unasema nimejuaje? Ukisoma kwenye Luka pale, nadhani ni 19 au 15, utakutana na kisa cha tajiri na maskini. Yule tajiri anamwambia Ibrahim, anasema ninamuomba Lazaro achovye kidole aniburudishe mdomo. Ibrahim anamwambia kwamba kuna kongwa zito ambalo limewekwa katikati yetu, kuna shimo refu ambalo sisi tulioko huku hatuwezi kuja huko, na nyie mlioko huko hamwezi kuja huko. Lakini anamwambia kitu kimoja, anamwambia mzee wangu Ibrahim, naomba umtume Lazaro aende kule duniani akawaambie watu wale ndugu zangu waje huko. Kwa unaweza ukaona kwamba ile ni picha Yesu alikuwa anatuonyesha kwamba hata waliofia dhambini hawatamani watu waongezeke kule. Sasa kama watamani watu waongezeke, wewe ni nani unayetamani kufia dhambini? Jambo la tatu, kwa nini hautakiwi kufia dhambini? Hautakiwi kufia dhambini kwa sababu dhambi imekwisha kuhukumiwa. Dhambi imekwisha kuhukumiwa. Suluhu ya dhambi tayari ipo. Suluhu ya dhambi tayari ipo. Akati malaika anamtokea Mariamu, alimwambia utazaa mtoto, utamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Suluhu ya dhambi ipo. Dhambi ni uasi, ni hali ya ndani ya kupingana na Mungu. Lakini kupitia kuiamini kazi ya msalaba kwenye maisha yako, tayari unaingizwa kwenye ufalme wa Mungu na nuru ya Kristo inatawala maisha yako na unabadilika, unakuwa kiumbe kipya kabisa. Dhambi zako zinafutwa. Je, nini kinatokea pale unapomkubali Yesu? Cha kwanza, dhambi zako ulizozitenda, ulizowahi kuzitenda, hata zitakazoendelea, tayari Bwana anakuwa ameshaziadhibu na wewe unakuwa ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Lakini pia unakuwa ni pateka na share na mnufaika wa uzima wa Mungu ambao Mungu amewaidia wampendao. Hauna haja kujichelewesha kwenye maisha ya dhambi. Hauna haja kujichelewesha kwenye maisha ya uovu. Hauna haja kujichelewesha kwenye maisha ya giza. Hauna haja kujichelewesha kwenye maisha yasiyokuwa na tumaini. Una haja kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yamkini umesikia hii Injili na umegundua ya kwamba katika dhambi zozote ulizokuwa unazitenda, hii dhambi ni dhambi tu. Biblia anasema ajuaye kutenda mema asipotenda kwake huyo ni dhambi. Dhambi ni dhambi tu. Najua kwako unazijua sana dhambi, lakini nimekuletea habari ya kwamba dhambi zako zilishaadhibiwa. Unahitaji tu kumkiri Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Weka mkono wako kifuani nikuombee. Umesikia hii Injili? Weka mkono wako kifuani nikuombee. Maana uliposema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimetambua dhambi zangu, leo hii ninakukiri wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Lifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninakukiri wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninamkataa shetani na mambo yake yote, bali ninakukubali wewe katika jina la Yesu. Amen. Baba, asante kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya fadhili zako. Asante kwa ajili ya hawa ndugu ambao wamekupokea wewe. Ninaomba neema yako izidi kuwafunika na kuwatetea na kuwaongoza katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa, najua umenisikiliza na unajua umepata kitu. Yamkini ungependa kujua sisi tunapatikana wapi. Sisi hatutoki mbali. Tunapatikana Kimara Stopover. Kanisa linaitwa TAG, Rejoice Worship Center. Tuko chini ya mtumishi wa Mungu, mwinjilisti na mkurugenzi wa uinjilisti kitaifa, Tumaini Chanjarika. Karibu sana. Tuna ibada siku ya Jumatano, ambayo ibada yetu siku ya Jumatano inaanza saa 10:30 mpaka saa 12. Siku ya Ijumaa ibada yetu inaanza saa 10:30 mpaka saa 12:30. Siku ya Jumapili tuna ibada mbili. Tuna ibada ya kwanza ambayo inaanza saa 12 kamili mpaka saa 4. Ibada ya pili inaanza saa 3 mpaka saa 7. Yamkini pia ungependa kupata mawasiliano yetu,
tunapatikana kwa namba zifuatazo: 0760494049. Yamkini unaumwa, yamkini una ugonjwa wote na uko mahali hapo, weka mkono wako kwenye mahali panapouma, niafukuze magonjwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kupigwa kwako tulishaponywa. Nami ninapokea uponyaji juu ya huyu mtu ambaye ameweka mkono wake eneo ambalo anaumwa kama ishara ya uponyaji, na ninayaamrisha magonjwa yamwachilie kwa jina la Yesu. Ewe ugonjwa kwenye kila eneo, ewe uvimbe, ewe vidonda vya tumbo, ewe ukimwi, ewe kansa, ewe ugonjwa kwenye kila eneo, unemnyima mamlaka na unemnyima uhuru na unemnyima furaha huyu mtu anayenisikiliza, ninakushurutisha kwa mamlaka jina la Yesu, ondoka juu ya mwili huo. Ninatamka uponyaji wa kiungu kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka uzima wa kiungu katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Amini tu ya kwamba umepona. Kama kuna kitu ulikuwa huwezi kukifanya, chukua hatua ya kiimani na kifanye hicho kitu. Mungu akubariki. Tutaendelea.